Mungu anapokuwa pamoja na wewe, alafu akakupitisha mahali pagumu, chunga mdomo wako, kwa sababu ukiwa pamoja na Mungu, kila hatua ni darasa, kila hatua ni kibao cha kukupa promotion ya kwenda ngazi nyingine. Usije ukasahau hili, kwa sababu Mungu hafeli. Kwa hiyo hawezi kuruhusu kukaa na wewe alafu ufeli. Kitu ambacho wengi sana hawajajua, kunungunika kuna kufanya uwe kipofu, usione fursa. Ndio maana wakati wewe unalalamika gari mbovu, fundi anamshukuru Mungu wake, amepata fursa ya kutengeneza gari, anatoa na sadaka ya shukrani. Unasema mtu wangu amekufa, mtengeneza majeneza anaanza kupiga mluzi, yamekaa muda mrefu sana, yamekaa muda mrefu sana. Wewe unanungunika, anatoa sadaka ya shukrani. Mahali popote ukianza kunungunika, unaua nguvu zako za kuona fursa. Unapotembea kwenye maisha yako, kuna watu ambao Mungu anawabebeshaga maneno yanayobeba hatima yako ya kutoka point A kwenda point B. Wako na saa nyingine unaweza ukawajua, saa nyingine uwajui, wengine uwatambui, lakini Mungu anakupa. Saa nyingine wanazungumza na wewe, wanakusikiliza, wanakupa wazo. Unasema okay, sikufikiri, sikuwazia hili. Wewe unafikiri limedondoka tu. Musa alipewa neno la hatima ya wana wa Israeli. Shetani akitaka kuwavuruga wale watu wazuie nguvu za Mungu, hawatazuia tu kumwamini Mungu, watazuia na kumwamini Musa. Musa alipoondoka akapewa hiyo nafasi Joshua. Mungu alichofanya ni kuhakikisha kwamba Joshua anapata heshima ya kusikilizwa kama alivyokuwa anasikilizwa Musa. Ndio maana alimwambia, kama nilivyokuwa pamoja na Musa nitakuwa pamoja na wewe. Leo hii nitakutukuza mbele ya wana wa Israeli, wapate kujua hilo, ya kwamba kama nilivyokuwa na Musa ndivyo nitakavyokuwa na wewe, ili wasije wakakataa neno la hatima yao. Limetoka kwa Musa, liko kwa Joshua. Kwa hiyo be careful, uwe mwangalifu sana wakati Mungu anakuletea kwenye maisha yako, alafu ghafla unaanza kupata hasira kwa ajili yake, hata sababu huijui. Kitu kidogo tu kinakufanya ukasirike, kitu kidogo tu kinakufanya upuzie. Fikiri mara mbili, hilo wazo la kumkasirikia na kumchukia linatoka wapi? Kasoma Biblia yako. Wako waliobishana na Musa, wako waliopinga, wako waliomwambia nani aliyekuchagua, kawaulize kitu kilichotokea kwao. Wako waliombishia Haruni, Mungu akasema nitamaliza ugomvi, leta kijiti cha Haruni. Hawakupewa uchaguzi kwa Lawi, Haruni. Aya, makabila mengine wachague nani wanaona anaweza kaa kwenye nafasi kama ya Haruni. Na wale jamaa walikuwa na ujasiri kweli, wakaandika majina. Mungu akasema okay, chukua weka kwenye sanduku, tuone ule upako ulioko kwenye sanduku utachanua kwa nani. Ndio kazi yake kuweka kule, akapeleka kule. Kesho yake wakarudi, haya tutoe fimbo, zikatolewa. Ya Haruni peke yake imechanua. Angalia kitu Mungu alichomwambia, akasema kwa njia hii nitakomesha mashindano katikati ya wana wa Israeli. Ndio maana ukiona mtu anapambana na wewe ofisini, usihangaike. Chukua jina lako, chukua na jina la kwake, lipeleke kwenye sanduku la Bwana, lipeleke kwenye maombi ili ijulikane. Huhitaji kugombana na mtu anayeshindana na wewe kwenye biashara. Chukua jina la biashara yake, kula kwako wanalichukuaga kama ujui. Chukua jina la biashara yao, chukua na jina la biashara ya kwako, peleka kwenye sanduku la agano, peleka kwenye ombi, endelea kuomba, alafu tuone neema inachanua wapi. Haleluya, haleluya. Kama Mungu amekupa mbegu la wazo hilo, Mungu ndiye akuzae. Na kama Mungu ndiye akuzae, uwe na uhakika atafuatilia mpaka aone matunda. Maana akiona yale matunda ni kwa utukufu wake. Watu watakuja kukuuliza ulifanikiwaje? Utawaambia Bwana alikuwa pamoja nami. Watakuuliza ulifanikiwaje? Bwana alikuwa pamoja nami. Ulipatapataje soko? Hata mimi sijui, ile ninachojua Mungu aliniletea watu. Unasema unajuaje? Kasome kwenye Biblia yako. Biblia inasema Sayuni, malango yako yatakuwa wazi,
daima, na wafalme na watu watakuja na utajiri wao, wataingia hapo usiku na mchana. Maana yake kuna namna ambavyo Mungu atafungua kibali. Hicho kibali kitaenda kwenye mioyo ya watu, watakuwa wanatembea, wanapita maduka mengi, wanafuata na kwako, si kwa sababu ni zuri, si kwa sababu lina vitu vizuri kuliko vyako, hapana, lakini kwa sababu msimamizi wa hiyo biashara ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Kwa maana huyo msimamizi wa kazi hiyo ndio aliyeziumba mbingu